Clive Owen na Naomi Watts feature kwenye movie inaitwa The Internet, the movie ambayo inahusiana na conspiracy theories za benki moja wapo inaitwa IBBC, ambayo imekuwa ikitumia fedha ambazo wanazipata kwa watu kudeposit kufanya mambo mengine ambayo sio sahihi, kama rushwa, kutumia kufund terrorist groups pamoja na waasi mbalimbali kwenye nchi za Afrika na sehemu zingine tofauti. Lakini pia wanatumia kununua na kuuza silaha mbalimbali ambazo zimekuwa zikisababisha vita na machafuko sehemu mbalimbali duniani, ikiwemo Mashariki ya Kati, Middle East na vitu kama hivyo. So akianza kufuatilia na muda mwisho anataka kuonana na reporter ambaye amepewa za ndani kama zile za Ricardo Momo na mtu kutoka ndani ya taasisi ya IBBC kwamba kuna mchongo unaendelea kuhusiana na mauzo ya silaha, hasa silaha mbaya sana ambazo zinaweza kusababisha machafuko huko Mashariki ya Kati. Then yule reporter anakwenda kuonana na huyo mtu ndani ya gari, wanaongea then usiku, lakini hakumpa documents zote, inalimpa za ndani kidogo kwamba kuna mchongo unaendelea. Then yule reporter atakuwa na Clive Owens ili waweze sasa kuongea kuhusiana na hiyo mission. Lakini mwisho siku anakuwa yupo upande wa pili barabara, yeye yuko upande wa upro, unaonana safi, anataka aje, then kuna mtu anapita anamchoma kama sikana hivi yenye sumu kwa ghafla, lakini ile and then mswing jamaa tu anamuona tu yule mtu kule kwenye kona pio bana anaanguka chini, and that's it. Kwa anafika pale na kuwa ameshachelewa, anashindwa kupata taarifa yoyote, and that's it. Kwa baada hapo anaanza kuchunguza mwili wake kujua kweli mkufa kwenye kifo cha kawaida, wakati taarifa za wale waliopo hospitali wanasema kwamba amekufa kifo cha kawaida, kwamba ni hata ni shambulio tu la moyo na vitu kama hivyo. Lakini wao wanachimba zaidi na kudopa, hapana, kuna sumu imetumika na vitu kama hivyo. Then baada hapo wanaanza kuchunguza, anakwenda kwenye ile benki makao makuu kabisa, ataponana na yule kama mkurugenzi mkuu wa benki, lakini inashindikana, lakini anawaona watu kadhaa ambao wametoka kwenye kikao, akiwemo mzee fulani na wengine, anakariri sura na vitu kama hivyo. Baada hapo anapewa kwenye meeting na mtu mwingine ambaye ni kama vice president of the bank pamoja na mtu ambaye ni waliko mtu mwanasheria wa kampuni. Wanakaa chini akijaribu kuflow pale kwamba kuna utofauti wa vitu hivi kadhaa, taarifa mbalimbali kutokana na yule jamaa ambaye alitoa taarifa kwa reporter anaitwa Andrew Clement, na pia alifariki. Kwa jamaa kanafuatilia ilikuwaje penda mtu kafariki, lakini taarifa zilienda tofauti. Kwa kuna vitu fulani vilifanyika pale ofisini, wakamfanya mshikaji aonekane kama ndio kakosea, kwa taarifa zikaiko sawa, ni mshigu akaondoka. Na hapo sasa ndipo Clive Owen akaelewa kwamba I say kitu is today, and then akaanza kufuatilia kitu kwa makini zaidi na vitu kama huku, wakienda tofauti kabisa na makao makuu yao ya Interpol ambao yaliwaambia no, siende too deep with this thing na vitu kama. Lakini baadaye mshonda bomba almost everyone is involved. Wanataka kuonana na mtu fulani anaitwa Calvi ambaye ni mgombea wa kuwa waziri mkuu wa Italia. Kwa hiyo mwisho siku, lakini inashindikana. Wanaona mara kwanza jamaa hapa za ndani 2-3 kuhusiana hiyo kitu, na anawaambia kwamba hiki kitu is too big, na ni kwa pia na nyie inawezekana pia uwelo pia na wenyewe unahusika. Lakini mwisho siku anawaambia tutaonana baadaye, nikiwa naelekea hapo baada ya kumaliza speech yangu ya campaign. Lakini anapokwenda kutoa ile speech anakula shaba wakiwa two snipers tofauti ambao wametumwa. Ni ukiangalia movie utaelewa how did they do it, very very amazing. Na baada hapo anakufa. So mwisho siku inakuwa ni story kubwa, and wanajaribu sasa kutafuta nani kamuua. Then unapata picha ya jamaa fulani anaanza kumfuatilia jamaa mpaka Marekani, anaporudi wanatua naye, wajaribu kumchunguza. Mwisho siku wanabidi kuelewa mchongo mzima umechongwa na nani na kwa nini ile taasisi inaendeshwa jinsi ilivyo. Baada ya kumtatisha yule babu mmoja ambaye mwisho siku alikuwa hapo kweli na kwa access ya information ambazo wao walikuwa wakizitaka. So ni Moikenda ni kwa sababu ni movie ambayo inaongelea hizo conspiracy theory kama nilivyosema sasa, za jinsi ambavyo taasisi kubwa za kifedha kama World Bank, IMF na zingine ambazo zinatumika kufund makundi ya waasi barani Afrika na kwingine tofauti duniani, na vikihusika pia kwenye mauzo na ununuaji wa silaha, vikitoa hata mitaji na mikopo kwa nchi tofauti ziendelee kutengeneza silaha, kwa sababu wao wanafaidika na jinsi ambavyo hizi nchi zinapopigana au machafuko yanazidi kutokea. So ni kitu ambacho inaongelea ukweli kabisa hapo ndani. Lakini pia yule mnadhani adui yako muda wote anaweza kuwa rafiki yako, ni vitu ambavyo tumeviona kwenye hii movie. Lakini pia mwisho siku unafanyaje uchunguzi wako? Je, unafuata tu zile data ambazo unapewa au unaamua kweli zaidi?
ni kitu ambacho kingine ambacho tumekiona kwenye movie. So it's a very good movie, itafute, na hata mwishoni pia imetuacha na maswali mengi sana yanavyoisha, kwa sababu Clive Owen hajamuua yule kubenzi wa benki, anauliwa na mtu mwingine ambaye ni ambaye ametumwa na watoto wa yule aliyetakiwa kuwa waziri mkuu ambaye alimuuliwa. Na mwisho siku tunabaki na maswali mengi sana, ambao mwisho siku yule mkurugenzi pia alimuuliza jamaa, "Nimeambia token niua mimi na benki yangu hii ikifa, let me tell you, itachukua tu siku chache hawa watu wanaotumia benki yangu mimi kubadilisha hizo fedha zao chafu na kuzitumia kufanya mambo ya machafu watatafuta benki nyingine. Kwa ukiua benki yangu watatafuta benki nyingine, ni swala la muda, watatafuta benki nyingine na operation zao zitaendelea kama kawaida." Kitu ambacho yeye mwenyewe pia Clive Owen aliona, yeah, that's true. Kwa hiyo ni kitu ambacho hawezi kustop. So imetuacha hapo akiwa jamaa mkufa, yeye ipo kale juu, and atueleke kile kinachoendelea. Ni moja ya movie ambazo ningependa ziendelezwe kwa ina kisa kizuri, story nzuri, nimependa jinsi ambavyo inakwenda, ni haipotezi muda, straight to action. Waigizaji wafanya kazi nzuri sana, Clive Owen na Naomi Watts na wengine wote legends kabisa kwenye game. Wamefanya kitu kizuri sana kwenye hii movie, ningependa uitafute. Ni The International ya mwaka 2019, inapatikana kwenye site mbalimbali za kuweza download movie, lakini pia hata YouTube nimeona kuna mtu ameipost, so unaweza kuitafuta ukaicheck. So thank you so much for joining me siku ya leo. Hii movie nimeipenda, nimeipa 8 ya 10. Wonderful movie. Ni mwaka 2019 baada, lakini ukienda pale in store na kila kitu kipo vizuri sana. So icheki, inaitwa The International. Ni movie nzuri sana. So thank you so much, like, subscribe, share video kwa watu wengi wenzavyo, and ukiangalia kama upo umeshare kuiona hii movie, niachie comment yako chini, niambie uliipenda au kuipenda, kile gani ambacho umekipenda kwenye ni pia. So thank you so much. Ciao.